Wewe kwani ndugu ni watu basi? Kama umeshindwa kusapoti mtaja amekuwa kuangalia hivi, sasa ina maana gani? Sema mambo vipi? Kama kawa ndugu yangu. Jina ni nani? Jina ni Katala 42. Katala 42. Kwa wale ambao hawakufahamu, either unajishughulisha na nini? Najishughulisha na comedy hasa za makabila. Natumia Kipare, Kichaga, Kimasai, Kirangi. Likitokea lijambazi hapa likaniambia, "Toa 100 kama una 100 tunakupiga risasi." Mimi napigwa risasi kwa ajili ya 100. Sina hata 10. Kwanza na hizi mvua wachawi si hawatoki. Wanaogopa kuloana, ule ungo si hauna bahati. Sasa nikipata wachawi wangu kama 5, nikawauzia miamvuli bei rahisi, sinapiga hela. Wakienda kuleta wenzao, natajirika mazima, naenda kutoa suhuda kanisani. Nilikuwa nauza miamvuli, harika leo nalala bila maombi. Wakija wachawi kunichawia, natangaza na biashara, harika we zombi. Haujui mbaga Dangote. Huyu chizi anaonekana. Ni changamoto gani umewahi kukutana nayo kwenye kazi zako za comedy? Changamoto ya kwanza ni ile mwanzoni unatoa content, mtu anajua unajisema kabila, sio unajua. Lakini content sometimes. Kwa kuna baadhi ya watu wanakuambia kwanza uso pare, hiyo zile. Hapana tuko hivyo. Mwanzoni comment zilikuwa ni mbaya. Ila kwa sasa hivi comment mbaya sidhani, lakini ukinichanganya kunipa comment mbaya mimi sitakujibu. Na unakutana nao wengi wao, wanakutana najibia tu na watu wengine. Na umesema swala la comment mbaya, ulikuwa unawezaje kulihandle hilo swala la comment mbaya, hasa pale ulipokuwa unaanza, na hasa kama labda zilikuwa ni nyingi na unazisoma muda huo, zilikuwa zinakupitisha kwenye hali gani, au ulikuwa unawezaje kumanage ile hali? Comment mbaya yoyote inakuja ni mtu anakuwa hajui halisia yako. Kwa hiyo ni muhemko tu wa mtu nampelekea, anakuwa anatoa kitu ambacho akijui akifahamu. Sasa mimi kile kinakuwa kiniumiza. Kwa hiyo nakuwa tunaacha, nafanya kitu ambacho mimi nafsi yangu nataka. Mimi napenda comedy. Kwa hiyo mimi wale ambao unajua kuna kwenye 10 anakuchukia mmoja. Kudi na wale 10. Ule mmoja ni mtu ambaye amepotea page. Akiamua ataenda sehemu nyingine, lakini deal na wale ambao wana appreciate kazi, wanaaminia. Hao ndio watu wa kudili nao. Kwa mimi nikadili na wale watu ambao wananikubali. Na ni changamoto gani umewahi kuipitia kama comedian? Changamoto kubwa niliwahi kupitia ni una trend alafu una maokoto. Likitokea lijambazi hapa likaniambia, "Toa 100 kama una 100 tunakupiga risasi." Mimi napigwa risasi kwa ajili ya 100. Sina hata 10. Kingine una trend, mtu anajua ni tajiri kinoma. Kumbe zile ni content tu, maudhui watu wamekubali, wameshare kuna kule. Afu kingine unakutana na mtu mjini, anajua labda alikuwa anakaga Opareni. Kumbe nilikuwa hapa Arusha. Maana mimi nimetendea content zangu zote nizitengenezea hapa Arusha. Sikuwa hata Opareni. Okay. Na unafikiri ni kitu gani mpaka leo mashabiki zako hawakijui kuhusu wewe? Kitu kikubwa ambacho wengi wakijui ni kuhusu swala la kabila. Mimi sio Mpare. Mimi ni Mrangi. Kwa maana nikaweka karakta yangu ya Kirangi iko pale na nafanya vizuri. Kila karakta niliyoiweka juu nafanya vizuri. Unaweza kutuonjesha kidogo Kipare kwa Kipare? Kipare tuchekeshe kidogo kwa Kipare. Kipare content yangu ya Kipare labda niwape watu ipi ambayo imekuja haraka hapa. Nafanya content nyingi sana mpaka zingine yanasahau. Fika Arachibu kaniambia umeangalia magorofa mangapi? Nikamwambia 2. Kila moja 30. Nikalialia pale nikawapa 10,000. Wakati nimeangalia upande huu yote na upande huu yote, harika ni wajinga, ni mwatapeli. Content yangu ilikuwa ya Kipare, ilifanya vizuri kinoma mwaka juzi. Ilikuwa na views wangapi? Kama una kumbukumbu. Ilikuwa na views zaidi ya laki 8 na kingine una trend, mtu anajua ni tajiri kinoma. Kumbe zile ni content tu, maudhui watu wamekubali, wameshare kuna kule. Afu kingine unakutana na mtu mjini, anajua labda alikuwa anakaga Opareni. Kumbe nilikuwa hapa Arusha. Maana mimi nimetendea content zangu zote nizitengenezea hapa Arusha. Sikuwa hata Opareni. Okay. Na unafikiri ni kitu gani mpaka leo mashabiki zako hawakijui kuhusu wewe?
Kitu kikubwa ambacho wengi wakijui ni kuhusu swala la kabila. Mimi sio Mpare. Mimi ni Mrangi. Kwa maana nikaweka karakta yangu ya Kirangi iko pale na nafanya vizuri. Kila karakta niliyoiweka juu nafanya vizuri. Unaweza kutuonjesha kidogo Kipare kwa Kipare? Kipare tuchekeshe kidogo kwa Kipare. Kipare, content yangu Kipare labda niwape content nyingi sana mpaka zingine yanasahau. Nifika Rachibu kaniambia umeangalia magorofa mangapi? Nikamwambia mawili. Kila moja 30. Nikalialia pale nikawapa 10,000. Wakati nimeangalia upande huu yote na upande huu yote harika ni wajinga, ni mwatapeli. Content yangu ilikuwa ya Kipare, ilifanya vizuri kinoma mwaka juzi. Nimefika Rachibu tena na ndio umeangalia magorofa mangapi? Nikamwambia mawili. Kila moja 30,000. Nikalialia pale nikawapa 10,000 wakati nimeangalia upande huu yote na ya upande huu yote. Harika ni wajinga, nimeweza watapeli. Huyu si chizi anaonekana. Huyu chizi. Ilikuwa na views wangapi? Kama una kumbukumbu. Kwa kumbukumbu ilikuwa na views zaidi ya laki 8 na kwa upande wa Instagram. Okay. Na kingine labda kwa mtu au content creator ambaye anaingia kwenye soko, either ni comedian au yuko kwenye fani nyingine, unamshauri nini, kitu ambacho labda hakijui au anapaswa kukifahamu kabla ya kuingia kwenye tasnia? Cha kwanza, kitu ambacho anatakiwa kijue kwamba kila unachokifanya ni kwa ajili yako wewe. Cha kwanza ni unatakiwa ujijali wewe mwenyewe, cha kwanza. Cha pili, yani mtandao usikufanye ukajisikia vibaya, kwa sababu ni unakuwa unazungumza na watu wajui uwaoni. Kwa hiyo wewe kuwa kawaida, wewe kuwa normal. Kikubwa tu ni cooperate na kuangalia mambo unafanyaje. Hasa kwenye comment mbali nilizozungumzia mwanzo. Comment zisikuumize, usikatishwe tamaa na mtu yeyote. Wewe ndio unajua future yako. Alafu pia usiache kuanza kitu ambacho unajua hichi nikifanya kitaondoka. Fanya, usisite. Okay, unaweza ukatuchekeshea watazamaji kwa sasa hivi ni idea ipi? Nataka ufanye kwa idea ambayo hukuwahi kuifanya, yani kwamba tusio tumecopy and paste. Kwa haraka ni tuone uwezo wako wa kufikiri na kuifanya hiyo idea. Karibu. Sasa kwa hivi mpaka sasa hivi nimefanya interview nyingi mpaka sasa hivi, nimefanya content nyingi. Sasa tunataka utuchekeshe. Mtazamaji anatakiwa acheke kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi ngumu kidogo. Okay, inachukua muda gani kwa wewe kutengeneza maudhui yako? Kwa mfano ukisha kuja na idea unaipata kwa muda gani, lakini inakuchukua pia muda gani kuiandaa video, kuirekodi, kufanya practice kama unafanya practice na kuileta kwa watazamaji? Inakuchukua muda gani? Mimi content zangu, ukiona content ni nzuri, basi imechukua muda kuandaliwa. Mimi naandaa content mpaka wiki nzima. Sasa na waga siku 2 siku 3. Lakini kuna nimefikisha mpaka wiki nzima, basi ni kitu ambacho ninacho, lakini kwa hadhi yangu si bado hajafikia kukiachia kwa watu wakakiona. Kwa hiyo natumia sana, ukiona content niandaa vizuri, nimefanya vizuri, sio kwamba tu ilikuja nikaifanya. Ni chache sana, nyingi huwa naziandaa, kwa maana na create sana content. Ni content gani imetumia gharama kubwa zaidi kati ya content zako zote? Content ile imetumia gharama kubwa zaidi kwa kumbukumbu? Kuna hii content ilikuwa ni ya tofauti ya disco za Dar na disco za Arusha. Tofauti ya disco za Dar na disco za Arusha. Yaani disco za Dar ukiingia wanavyo dance mpaka unapenda. Nganga. Harika watu wa Arusha wakiwa disco utasema wako gym. Huyu si chizi anaonekana. Huyu chizi. Nitumia gharama kubwa zaidi. Disco za Dar. Watu wana dance yani kawaida, na shake hivi. Zile kufanya hivi. Simple. Lakini disco za Dar ukiwa disco Arusha, utasema uko gym. Kwa sababu ya zile kaeka za mara kachuchumaa, kapiga push up, karusha mguu juu, kainua mguu. Yani kama yuko gym. Kwanza location. Ile location ni so pareni. Location kwa ni mbali sana, yani nisafiri
Sio kwamba ni mchongo mwingine, lakini nilikuwa natoa content kule kule. Umeona? Kwa hiyo baadhi ya content zipo lakini za kufikiria zipo. Sasa kuna content nilitoa discuss hapa ilikuwa na magazeti kwa kuhusiana na magazeti ya zamani. Zamani wale wana magazeti. Kama nakumbuka magazeti ya Mwimbo na gazeti la kutosha na artikeli za mafuta juu, kitu na miri mafuta ndani. Na geto bali lina nitasema na kikosi kizima cha Yanga mzee. Ndani nakata na gazeti vizuri, unataka gazeti akata vizuri na kiwembe akadumishwa ukutani. Ile magazeti kwanza ni alafu unataka gazeti sasa hivi ni buku mpaka ugabunishe ukuta ujae. Unakula hata gazeti elfu 50. Kwa ile ilitumia pia gharama kubwa. Gharama ile setup ya kuiandaa. Lakini content zangu nyingi location mimi ndo nakula gharama kunitoa nyumbani. Sina siri gharama kubwa sana. Inategemea na maudhui. Sijafika kuandaa zile content ambazo natumia hela nyingi. Sio hela nyingi sana. Uwezo wangu mimi utakuwa nifikisha. Ndio hapo naiandaa content na nazingatia iwe na ucheshi na ukubwa zaidi. Okay. Neno moja kwa mashabiki zako na watu wanaokutazama kwa sasa hivi. Neno moja kwa mashabiki zangu bana, msiache kunifuatilia Katala. Kuna muda unakuta watu wanauliza, mbona hivi umepoa? Sio kwamba nimepoa. Unahitaji kitu kizuri. Natumia muda fulani hivi kuandaa content. Pia tumefanya content nyingi, mmenizoea. Natamani nije kwa vile ulikuwa hamjanizoea. Niendelee kunifollow kama hujanifollow. Share, comment, like, fuatilia mitandao yangu ya kijamii. Na post vitu vingi. Nashukuru pia mnao support pia matangazo yangu yaenda hewani, yaenda viral zaidi. Pia ndo maandalizi yenyewe, kwa hiyo vizuri vingi vinakuja. Tuendelee kufuatiliana. Guys, usisahau kufollow Samaland TV kwa updates na mengi yanayojiri kila siku kukicha Arusha na pande nyingi za Tanzania na hata nchi za nje. Nikutakia siku njema, karibu sana, usiondoke bila kufollow. What's up?